Mai, naweza kuelezea kila kitu. Haipo kama jinsi ambavyo unaona. Yule dada sio mwanamke wangu. Twizi, hakuna utakachozungumza kikaficha ukweli ulio wazi. Hivi kumbe ulifurahia mimi kuondoka hapa, si ndio? Mai, mamangu ndo kamleta yule mwanamke, lakini sijawahi kuwa na mapenzi naye na sijawahi kumpenda hata siku moja. Hujawahi kumpenda vipi Twizi, na mtu unaishi naye na unaonyesha kabisa unafurahia? Naingia ndani kwangu mtu ananitambia afu unasema hujawahi kumpenda? Ulifurahia mimi kuondoka hapa, umeshindwa kunipa hata muda kidogo ukujua kama nilikuwa na hasira au kutaka kujenga, umeamua kuleta mwanamke mwingine. Maana yako ni nini? Na ndo maana nimekwambia nahitaji kuelezea hili swala kiundani. Ulichokuwa unakitaka si ndio hicho? Sawa. Nikutakia maisha mema. Mai. Mai. Umefurahi eh? Una maana gani kumjibu vile mwanamke ambaye mimi nampenda? Nini maana yako? Sasa mimi nimefanya nini? Unasemaje? Wewe. Unataka nini? Sasa nisikize kwa makini. Wakati mwingine ukija ukafanya kitu kama hiki nitakufanya kitu kibaya. Hutuamini macho yako. Wewe. Jiangalie sana. Jiangalie sana. Utanielewa tu. Hata pachelewe. Kwa nini imekuwa hivi? Mimi mbona sikuwa na nia mbaya Twizi? Niliondoka tu kwa ajili ya kuja kujenga familia yangu. Sasa mbona na umeamua kuchukua maamuzi ya haraka sana bila kujifikiria? Kwa hiyo na maana mimi unitaki tena, si ndio? Umeshampata mwanamke mwingine. Mimi umenisahau, lakini mimi sikuwa na nia mbaya. Mimi nisingeweza kukuacha Twizi, nilishakwambia. Sasa mimi nitakuwa mgeni wa nani sasa hivi Twizi? Ungenipa basi muda, pengine nilikuwa na hasira. Kwani umechukua maamuzi magumu? Na mbona unipendi tena? Mama, bado sijaongea naye.
Unajua, kila nikijaribu kuwasilisha proposal yangu ya kumuoa, namuona kabisa yuko nje na hili swala. Kama kuna kitu anafikiria tofauti, kiukweli napoteza tumaini kabisa la kumfanya kuwa mke wangu. Usijali kabisa kuhusu hilo baba. Hili swali linaenda kutimia sasa, kwa sababu mimi ndo mama na ndo mwenye usemi. Kwa hiyo usijali kabisa. Niko hapa mama, nikisubiri hilo siku zote, na niko tayari kwa gharama ya aina yoyote ile, na ninakuahidi ikitokea nimemfanya kuwa mke wangu, nitahakikisha nabadilisha maisha yako kwa 100% kubwa sana. Takujengea nyumba, takupa mtaji ili uweze kufanya biashara, na kingine nitakuwa na kulipa kila mwezi. Sawa, naisubiria hiyo siku. Hebu fanya hima mama, ili niweze kumfanya kuwa mke wangu. Basi usijali baba, kuhusu hili swala mimi nitaenda kulifanya kwa jepesi. Makosa la kiukweli. Karibu sana shemeji. Asante sana. Unaendeleaje? Mimi nashukuru Mungu tu, si jambo. Mbona kama upo sawa shemeji? Na mbona uko hapa kwa amani kweli? Nimekuja shemeji mara moja kwa ajili ya kumsalimia mama. Kila kitu kiko sawa, amani ipo. Sawa. Dada yako ana siku ya pili haipo nyumbani, na mbaya zaidi hata nikimpigia simu zangu hashiki. Vipi, nimemkuta? Hapana, hapa hajafika kabisa. Vipi, mmegombana? Hapana. Kwanza vipi, mama yupo? Mama naye ametoka mara moja. Mai, dada yako ana matatizo sana. Tangu nimwoe, baada ya Furaha, amekuwa mzigo mzito sana kwangu. Amekuwa jeuri, kiburi, na mbaya zaidi hana heshima kwangu. Na kuna wakati akitoka, anaweza kakaa hata siku 3 pasipo kurudi nyumbani, na wala hagi. Kikweli hali imekuwa endelevu kwake, mpaka anajiuliza kwa nini hayupo kama wewe ndugu yake. Shemeji, ndoa yetu haina furaha kabisa. Ni bora wewe na ndugu yangu Tezi mnaishi kwenye upendo na furaha kuliko haya ninayopitia mimi na ndugu yako. Nikupe pole sana shemeji kwa hicho unachopitia kwa sasa hivi. Hicho unachozungumza ni kweli kabisa. Tunde tabia zake sio nzuri, ila ungemsubiri akirudi muweze kukaa chini muyamalize kama familia. Hapana, kwa hapa nipofikia nimeshanyosha mikono juu. Kilichobaki ni talaka tu, na muda wote atakayorudi nyumbani nitampatia talaka yake. Uwe na wakati mwema shemeji. Ndio mama. Yupo. Huyu hapa mama. Mama, namshukuru Mungu niko salama.
Karibu sana nyumbani mama. Nawe pia mama. Wewe, kwa nini mamangu apige kwenye simu yako? Kanipigia kataka kuongea nawe. Sasa mimi hapo kosa langu nini? Sio kweli. Siku zote mama anapiga simu kwenye simu yangu. Unajitengenezea mazingira dada. Hapana. Mbona unafika mbali sasa? Sasa nisikilize. Mama akija na na mchana live sitaki kabisa kukuona. Yaani kama ungekuwa unajua nikikuona najisikia vibaya, sidhani kama ungekuwa unakuja unakaa kama hivi. Kioni kwanza. Ovyo. Watu wengine bana. Kaka samani. Kuna kitu nataka nikuulize. Lakini samani kama nitakuwa naingilia mambo yako binafsi. Nimeona Damai kaondoka. Lakini ghafla tu akaingia mgeni. Sasa nashindwa kuelewa imekuwaje. Vipi, kuna kitu kinaendelea labda? Hakuna tatizo. Mke wangu Mai ameondoka nyumbani kwa ajili ya kwenda kusalimia. Na nadhani hatachukua siku nyingi sana atarudi hapa nyumbani. Na kuhusiana na huyo mgeni, tutakuwa naye kwa siku kadhaa, lakini ataondoka pia. Kwa hiyo hakuna kitu kibaya kinachoendelea. Tuko sawa. Sawa. Mimi nadhani labda kuna kitu kinachoendelea, lakini kama ni hivyo, ni jambo la kumshukuru Mungu. Maana kidogo nilikuwa najiuliza maswali, nikaona ni bora nikuulize. Usiwe na wasiwasi Melissa. Mai, kiukweli napata wakati mgumu sana sasa hivi. Maisha yangu hayawezi kwenda bila wewe Mai. Nimekuzoea sana. Nimejitahidi sana kulazimisha furaha lakini imeshindikana kabisa. Yule mwanamke mimi sijawahi kumpenda. Mama yangu tu kamleta pale ndani. Lakini moyo wangu wote upo kwako. Please. Nimekuja tuongee. Tujue tunafiksi vipi hili swala. Mapenzi yetu, ndoa yetu iendelee. Twizy, kwa tulipofikia sasa hivi, huwezi kulazimisha maji kupanda mlima.
mimi na wewe hatuwezi kuwa pamoja tena. Hilo swala haliwezekani. Hapana, tunaweza tukapata namna ya kufanya. Unajua siku zote Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Mimi na wewe tukiungana na tukawa na uamuzi mmoja, tunaweza tukashinda hili swala. Haiwezekani. Ndoa yangu mimi na wewe ishaingia dosari tu hizi. Mapenzi yetu hayawezi kudumisha ndoa yetu kwa muda mrefu. Hata kama tukisema turudiane sasa hivi, hatutakuwa na amani kwenye maisha yetu. Mama yako ameshakutafutia mwanamke na unaishi naye ndani kwako, na kitu tu ambacho ulikuwa ufahamu ni kwamba na mimi mama yangu ameshanitafutia mwanaume. Kwa hiyo mimi siwezi kutoka hapa nikarudi tena nyumbani kwako nikaenda kumtoa mwanamke ambaye mama yako ndo alimleta ndani. Twizi, nitaleta migogoro. Mama yako hawezi kunipenda tena. Isitosha alikuwa ameshanikatia tamaa muda mrefu sana. Unahisi tutaishije humo ndani? Mapenzi yetu tu sisi wawili ndo anaweza kujenga furaha kwenye ndoa yetu? Mimi na wazo, kwa nini tusiondoke tukaenda mbali, tukaenda kuanza maisha mapya, mimi na wewe, kusio kuna ndugu, rafiki wala jamaa, tukaishi sisi wawili. Mimi na imani Mungu anatuona na tutapata huyo mtoto tu. Mimi na tuweze tuishi pamoja tena. Bado ataendelea kuwa mama yako yule. Bado utaendelea kumsikiliza kwa kila kitu. Wewe mfurahishe mama yako, acha na mimi nimfurahishe mama yangu. Ishi maisha yako kwa amani. Kwa nini tusifanye kama haya mambo hayajawahi kutokea? Yaani mimi na yeye tujie kuwa kwenye mahusiano, tusahau vitu vyote ambavyo vilikuwa vinatuunganisha pamoja. Mimi na yeye tuwezi kuwa pamoja tena. Huwezi jua mwanamke ambaye uko naye sasa hivi anaweza akakuzalia mtoto. Mimi nilishindwa. Au mimi mwanaume ambaye mama yangu amenichagulia anaweza kanifanya nikapata mtoto. Kila mtu familia yake ikawa na amani, na hicho ndio kitu ambacho wazazi wetu wanakihitaji. Twiz, kila mtu afanye maisha yake.